Yes, mambo vipi Tanzania? Yes, bila shaka uko poa zaidi mtazamaji wa Bongo Brothers popote ulipo. Mimi naitwa Godwin Mawanja kaka G. Bana, leo katika zile zo trend zaidi ni kuhusiana na jeshi la polisi nchini Tanzania limewahakikishia Watanzania kuwa litaendelea kuwasaka, kuwakamata na kuwafikisha katika mamlaka husika za haki jinai wote wanaotumia mitandao ya kijamii kutengeneza, kuandika ama kusambaza maandishi na picha zenye mwelekeo wa kuchochea vitendo vya kihalifu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumapili Oktoba 5, 2025 na msemaji wa jeshi la polisi David Misime, watu hao wamekuwa wakifanya vitendo vinavyokiuka maadili ya Mtanzania, utamaduni wa taifa na sheria za nchi, huku wakisababisha hofu na utaharuki miongoni mwa wananchi wema. Anasema vitendo hivi vinasukumwa na dhamira ovu na vimekuwa vikisababisha hofu kwa wananchi wengi. Jeshi la polisi linaendelea kuhakikishia Watanzania kuwa linaendelea kuwasaka, kuwakamata na kuwafikisha katika mamlaka nyingine za haki jinai kwa hatua za kisheria kama ambavyo limefanya kwa waliokwisha kamatwa. Misime ameongeza kuwa jeshi hilo linaendelea kushughulikia uhalifu wa aina hiyo, akisisitiza kuwa bado kuna watu hawajafikiwa na mkono wa sheria, lakini watachukuliwa hatua mara taratibu za kisheria zitakapokamilika. Jeshi hilo limewataka Watanzania kuendelea kutumia mitandao ya kijamii kwa njia sahihi na yenye manufaa kwa jamii, likisisitiza kwamba halitasita kuchukua hatua kali dhidi ya wote watakaobainika kuvunja sheria kupitia majukwaa hayo. Na mwenyekiti wa taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere MNF Joseph Butiku amewataka Watanzania kupuuza taarifa zilizotolewa Oktoba 4 na mtu aliyejitambulisha kama Kapteni Tesha wa jeshi la wananchi JWTZ aliyetoa wito wa jeshi kuchukua hatua dhidi ya serikali. Akizungumza Jumapili Oktoba 5, 2025 mjini Musoma mkoani Mara, Butiku amesema kauli hizo ni za uchochezi na hazina tija kwa taifa. Amesema Watanzania wanapaswa kuendelea kulinda amani, umoja na mshikamano uliopo bila kujali dini, kabila wala itikadi. Anasema ni muhimu kudumisha maadili, upendo na misingi ya amani iliyojengwa na Mwalimu Nyerere. Butiku akiongeza kuwa ni jukumu la kila raia kuepuka kushabikia maneno yanayoweza kuhatarisha utulivu wa nchi. Na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ limeutahadharisha umma kuhusu uwepo wa baadhi ya watu wanaotumia mitandao ya kijamii kuchochea mijadala inayolenga kulihusisha jeshi hilo katika masuala ya kisiasa, likisisitiza kuwa litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa katiba. Taarifa iliyotolewa Jumamosi Oktoba 4, 2025 jijini Dodoma na kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano wa jeshi hilo Kanali Bernard Mlunga imeeleza kuwa kumekuwepo na maudhui yanayoenezwa mitandaoni yanayojaribu kulihusisha JWTZ na masuala ya siasa, jambo linalokwenda kinyume na misingi ya kitaaluma ya kijeshi na katiba ya nchi. Anasema baadhi ya watu wanaotoa hoja hizo ni wale waliowahi kuwa wanajeshi na kuachishwa kazi kwa mwenendo usioridhisha, pamoja na wengine wanaojitambulisha kama wanaharakati au watu walioko katika mazingira ya kijeshi. JWTZ linautaarifu umma wa Tanzania kuwa linaendelea kutekeleza majukumu yake kikatiba kwa uaminifu, utii na uhodari kwa kuzingatia kiapo chetu, amesema Kanali Mlunga. Aidha, jeshi hilo linawakumbusha wananchi kuwa JWTZ litaendelea kuwa jeshi la kitaifa lisiloegemea upande wa kisiasa, likitekeleza wajibu wake wa kulinda uhuru, mipaka na amani ya Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kimataifa ni kuhusiana na wagonjwa 6 waliokuwa mahututi wamefariki dunia katika ajali ya moto iliyozuka katika chumba cha wagonjwa mahututi ICU cha hospitali iliyoko katika mji wa Jaipur magharibi mwa India. Moto huo unashukiwa kusababishwa na shoti ya umeme ulioanza Jumapili usiku katika eneo la wagonjwa unahitaji uangalizi wa karibu, yani ICU la hospitali ya Sawia Mansingh. Wagonjwa 11 walikuwa ICU wakati huo. Waathiriwa ni pamoja na wanawake 2 na wanaume 4. Jamaa za waathiriwa wameshutumu wafanyakazi kwa uzembe, jambo ambalo viongozi wa hospitali wamekanusha. Serikali ya jimbo la Rajasthan ambalo mji mkuu wake ni Jaipur imetangaza uchunguzi kuhusu tukio hilo. Kila hatua inawezekana inachukuliwa ili kuhakikisha usalama wa mgonjwa, matibabu na utunzaji kwa wale walioathiriwa, na hali hiyo inafuatiliwa kila wakati. Waziri Mkuu wa jimbo hilo Ranjanlal Sharma alisema Jumapili. Hospitali ya Sawal Mansingh inayoendeshwa na serikali ya jimbo ni mojawapo hospitali kubwa zaidi mjini Rajasthan na inatibu maelfu ya wagonjwa kila siku. Moto huo ulizuka kabla ya saa 6 usiku katika kituo cha majeruhi cha hospitali hiyo na punde ukasambaa ndani ya jengo hilo. Wagonjwa 14 walihamishwa kutoka wodi ya karibu ya ICU huku moshi mwingi ukitawala chumba hicho. Zimamoto walivunja madirisha na kukabiliana na moto huo kwa karibu saa 2 kabla ya kudhibiti. Idadi waliofariki kutokana na kuporomoka kwa jengo la shule nchini Indonesia imefikia 54, mamlaka imesema, huku waokoaji wakiendelea kutafuta zaidi ya watu 12 waliopotea. Mamia ya wanafunzi, wengi wao wakiwa vulana, walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya maombi katika shule ya bweni ya Kiislamu ya Al-Kozin huko Java Mashariki iliyoporomoka Jumatatu iliyopita ilipokuwa ikijengwa. Shirika la kukabiliana na majanga nchini Indonesia linasema kuwa hilo ndilo janga baya zaidi nchini humo mwaka huu. Waokoaji wanatarajiwa kukamilisha zoezi lao la kuwatafuta waathiriwa 13 walionasa chini ya vifusi kufikia mwisho wa siku. Wachunguzi bado wanatafuta sababu ya kuanguka kwa jengo. Baadhi ya viongozi walisema jengo hilo la ghorofa 2 lilianguka kwa sababu msingi wake haukuwa thabiti. Yes, na hizo ndizo zo trend zaidi katika news trends kwa siku ya leo kupitia Bongo Brothers. Mimi ni Kaka G, nikutakia wakati mwema.